Al-Imam Al-Ghazali ndio hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ambaye ndio mujaddid wal qarn al-khamis. Katika Uislamu kila karni kuna mtu ambaye kwamba hujadidisha dini. Al-qarn al-awwal ilikuwa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, al-qarn al-thani ilikuwa al-Imam Shafi'i, basi mpaka wakati wa Ghazali kwa ni al-qarn al-khamis, na waendelea mpaka leo. Kina Imam Suyuti alikuwa ni qarn al-ashir, na wengine wakaendelea, na haiwezekana kwa mujaddidi ni wawili ni watatu, lakini mara nyingi huwa ni mmoja. Vitabu vya Imam Al-Ghazali ndio vitabu ambavyo kwamba alizitunga kwa ikhlas, kwa majaribio. Ukisoma ile tarikhi yake katika Al-Munqidh min Adh-Dhalal utamwona namna gani Imam Ghazali alitafuta ile haki mpaka kaipata, akatangamana na watu, akawakimbia watu, akafanya nini mpaka akapata thabati katika imani yake. Na vitabu vya Imam Ghazali vina tabiri nyingine haifanani na tabiri ya vitabu vingine, na ina tabiri yake mwenyewe ambayo kwamba ya majaribio. Kwa sababu hiyo watu walimpa heshima sana Imam Al-Ghazali walipomuita hujjatul Islam, ndiye hujja wa Uislamu yeye. Sio Imam Ghazali kwa mtasawif peke yake, la, Imam Ghazali kuna nyanja mbalimbali alikuwa ameingilia. Alikuwa ni mutasawif, alikuwa ni faqihi wa hali ya juu kabisa. Fiqh yake ndio itegemeao fiqh Shafi'iyya, mpaka sasa yategemea vitabu vya Imam Al-Ghazali. Na si faqih tu, ni filosofi mkubwa, ni mtu ambaye kwamba alikuwa una usuli mzuri. Vitabu zake za usuli fiqh zina ajabu, za fiqh zake vile vilianza kile al-Basit wal-Wasit wal-Wajiz, mpaka zikaja kina Imam Rafi al-Muharrar mpaka Minhaji Talibina. Vyote kitabu kimoja hiki kimeendelea. Na wazee wetu walimtegemea sana Imam Al-Ghazali, Asadatul Alawiyya na mashaikh wa turuq sufia walikimtegemea, na wao walikuwa kitegemea vitabu viwili tu vitatu: wa inma al-ihya wa risala wal qutu asas salah al-hala. Ihya al-Ulumuddin na risalatul Qushairi na qutul qulub ni Sheikh Abi Talib al-Makki. Vitabu hivi ndio vilojenga tariqa Salatul Alawiyya, na ndio vitabu vinategemewa na arbab at-turuq wale mashekhe wa tariqa. Tutegemea vitabu vya Imam Al-Ghazali. Na Imam Ghazali akizungumza anazungumza vile anavyohisi, anazungumza kwa hasasia. Hazungumzi kwa ajili ya kuchunga lugha au kwa ibara yake mzuri, anazungumza hasasia, japo lugha yake ni kubwa sana, tabirati zake ni kubwa sana. Hawa waliosoma kisasa walikisema, lakini Imam Ghazali kwa hajui hadithi. Hii ni ajabu, hajui hadithi. Imam Ghazali hakushughulika kupokea hadithi, ile ni kazi maalumu, na sababu yake alikuwa yeye atafuta kujiokoa nafsi yake. Lakini Ihya Ulumuddin muna hadithi ngapi? Nyingi sana, maelfu ya hadithi. Na pengine utaweza kuona hawaelewi. Al-Hafidh al-Iraqi amezikhariji zile hadithi nyingine, kadha hadha al-hadithu la asla lahu. Sasa la asla lahu la sukuna elimu, labda hii hadithi hufasiri Kiswahili, hii hadithi ina asili kabisa. Kumbe la asla lahu haijapatikana isnadi yake, si maudhui wala si munkari, ni hadithi haijapatikana isnadi yake kwake yeye Al-Hafidh al-Iraqi. Lakini amekuja watu wamejitadaraki hadithi zikapatikana, akaja Sayyidi Murtadha Zabidi akazikhariji hadithi zote katika Ithafu Salatul Muttaqina,